Ni wasaa mwingine tena mtazamaji wa Fahari Yetu tunakutana. Tukumbuke tukua Fahari Yetu inaangazia makampuni haya Bahresa. Na leo tuko Bahresa Food Product tukiangalia bidhaa hii ya African Fruit na muonekano wake mpya kabisa. Jina langu ni Rehema Salim, karibu. Safari ya African Fruit ilianza miaka 17 iliyopita baada ya kampuni ya Bahresa kununua kutoka kwa Tetra Pak, na baadaye biashara iliendelea kukua na kufanikiwa kuongeza bidhaa, vifungashio, ukubwa na hata uzalishaji. Biashara haikuishia hapo, imeendelea kukua na hata kupeperusha bendera nje ya Tanzania kwa kuuza bidhaa za African Fruit katika nchi jirani kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Kenya, Rwanda, Burundi na Zambia na nyinginezo nyingi, lakini pia kuchangia uchumi wa nchi kwa kuongeza mnyororo thamani kutoka kwa mkulima mpaka mlaji. Hivi karibuni kampuni hii ya BFPL ilizindua muonekano na chupa mpya ya juisi ya African Fruit yenye logo mpya na yenye mvuto zaidi. Katika uzinduzi huo, Waziri wa Viwanda na Biashara Daktari Selemani Jafo aliwaasa wakulima kuchangamkia fursa ya kupanda matunda ili kupata masoko zaidi na kuinua viwanda vya ndani. Ninafahamu wakulima wetu wa Tanzania wengi ni subsistence farmers, wakulima wadogo wadogo, na wengine wanalima kilimo cha utamaduni. Babu yangu amelima miembe yake 3-4 amemaliza. Tunaiga vile vile, miembe yako 3-4 umevaa msuli wako na kibagalashia kidogo, mambo yameisha. Tunashindwa kumiti demand zingine ya viwanda. Niwaombe sana wakulima wa Tanzania, wakati nchi tunaenda katika uwekezaji mkubwa wa viwanda kama unaofanywa hivi, niwaombe wakulima tuchangamkie fursa ya upandaji wa mazao ya matunda kwa ajili ya kulisha viwanda vyetu vipate malighafi. Lakini pia viongozi na watendaji wa BFPL pamoja na makampuni ya Bahresa kwa ujumla wakasema mkakati mkubwa ni kuhakikisha wigo unakuwa kwa kuongeza uzalishaji na miundombinu yake ili tuweze kushindana kwenye upande wa hizi concentrates ambayo kama India una mafanikio makubwa, vile vile Egypt. Kwa hiyo na sisi tunataka tuwe katika ramani ya ku-export pulp na concentrate nje ya Tanzania badala ya kutumia kwa ajili ya matumizi yetu peke yake. Kampuni yetu pia imefanya uwekezaji wa kuongeza ukubwa wa kiwanda hichi kinachozalisha matunda, kwa sababu tunaamini kwamba itakuwa ina uwezo wa kuzalisha. Soko letu ni zuri. Kwa hiyo tunataraji mpaka mwaka huu wa fedha utakapokamilika, utanuzi wa kiwanda kile utakuwa umekamilika na tutakuwa tuna uwezo wa kuchakata matunda zaidi ya tani 100,000. BFPL imewekeza zaidi katika kuongeza uwezo wa kiwanda cha kusindika matunda yakiwemo maembe, mananasi, machungwa, ukwaju na passion kwa kuwekeza takriban shilingi bilioni 20 na pia kuweka mashine za kisasa zaidi zenye ufanisi mkubwa. Uzinduzi huo ulisheheni burudani na matukio mbalimbali, umeleta hamasa kubwa katika jamii na kampuni kwa ujumla, huku bidhaa ya African Fruit ikiendelea kupaa. Lakini je, chimbuko lake ni lipi kabla ya kuingia sokoni? Tumeanza karibia miaka 17 zimepita tulipoanza kuzalisha juice ya African Fruit, na tumeendelea tukawa tunaongeza vitu, tukaongeza juice tofauti na pia vifungashio tukaviongeza pia. Tuko na jumla ya flavors 7 ambazo zinapatikana kwa ujazo wa lita 1, mililita 200 na mililita 330. Naweza kuzitaja, moja ni mango, nyingine ni tropical, then kuna apple, kuna pineapple, kuna guava, alafu kuna orange. Hatua ya kwanza ya juisi ya African Fruit huanzia kiwandani, na mkuu wa uendeshaji wa African Fruit anatueleza. Ninapoingia kwa kazi, sikai kwa ofisi kwanza, huwa na end around kwa the organization. Tunaita Gemba Tour kwa jina lingine. Na nafanya hivyo ili nijue kama kuna changamoto yote ambayo ilikuwa wakati wa usiku ama kuna chochote ambacho kinatokea
ambacho kinahitaji my attention. So baada ya kufanya hivyo, kama kuna any action point ambayo yafaa nishughulikie na shughulikia, kama pengine ni action ambayo mfanyikazi mwingine anaweza kufanya, then huwa namuita alafu nampatia hiyo aendelee nayo, then narudi kwa ofisi. Wakati ninapokaa kwa ofisi sasa, naangalia ule mpango wangu, ratiba ya siku hiyo. Kwa kawaida ratiba yangu huwa naitengeneza siku ya Jumamosi. Hiyo ni ratiba ya wiki ijayo, naitengeneza Jumamosi iliyopita. Sasa nafuata ya ratiba yangu, itaendelea hivyo kama ilivyopangwa, lakini kuna zile vitu ambavyo vinachipuka kila wakati. So naendelea na ratiba yangu pamoja na mambo ambayo yanachipuka. Anakuambia siri kubwa ni kuhakikisha unapanga timu nzuri na bora katika kazi. Tukishatengeneza timu ambayo inaweza kuimba wimbo moja, then tunaangalia mambo ya mashini. Then mashini zetu tunaangalia efficiency ya mashini, tunajaribu kuangalia mashini zisiharibike wakati wote, hizo ni breakdown. Tumejaribu kureduce as much as possible. Na tuna mbinu ambayo tunatumia kwa machines inaitwa planned maintenance kwa jina lingine, ambapo kila mashini tumeipangia vile tutaifanyia service kabla haijaharibika. So hiyo inafanya tusipoteze muda wa kuharibika kwa mashini na watu wamekaa bila kufanya kazi. Na jambo lingine ambalo pia tumefanya, tuko na mbinu ya kuangalia ubora wa bidhaa, na hiyo inaanzia mali tunanunua mali ghafi ama raw materials ikielekea production mpaka mali inapofika kwa wateja. So hiyo pia imetufanya tuwe na njia ambayo inatufanya tunakuwa na efficiency katika utendaji wa kazi. Juisi hii hupitia hatua kadhaa za uzalishaji, lakini usalama na afya ndio kitu cha muhimu, kwani wapo wataalamu katika swala zima la usalama wa juisi hiyo. Our area, what we are doing is we are giving the assurance to the product. Hii ni maabara. Tunapima juisi zote kabla na baada ya kukamilika, na tunahakikisha inapita maeneo makuu matatu, kuanzia katika malighafi, uzalishaji na hata bidhaa yenyewe, na kuruhusu kuendelea. Na endapo kuna tatizo tunarudisha kwa ajili ya marekebisho, na ndipo hapo tunaruhusu uzalishaji uendelee. Timu yetu ni thabiti kabisa na inahakikisha bidhaa iko salama. All our well experienced team we are having. Hii ni 100%. Usalama wake ni 100% kwa sababu hatutumii preservative yoyote. Tunatumia process ya septic. Kwa hiyo pale inaua kila aina microorganism zote inaua. Kwa hiyo ukinywa hii product unakunywa tunda halisi kabisa. Juisi hizi zenye ubora wa hali ya juu zinazalishwa kwa ujazo mbalimbali, huku suala la afya likizingatiwa kwa kiasi kikubwa. Mwanzo tulipoanza tulikuwa na vifungashio ambavyo kidogo vilikuwa tofauti. Ilikuwa ni kama pyramid hivi, kama triangle. Tukaanza kufanya lita moja, tumetoka kwenye lita moja tukaongeza mils 200, pia tukaongeza 330 ya 330 mils. Na kilichobadilika ni kwamba sasa hivi, kando na hivyo vitu ambavyo nimevizungumzia, tumebadilisha vifungashio haswa vya lita moja. Tukaleta kifungashio ambacho ni cha kisasa, kwa muonekano kinashikika vizuri sana, na pia kifuniko chake ni kizuri, ni kirahisi cha kufungua na kumimina. Bidhaa za African Fruit tunavitengeneza kutumia matunda halisi. Hayo matunda tunayatoa humu nchini, baadhi tunayapeleka kiwandani kwetu kule Mwandege, tunachakata, alafu tunakuja kiwandani tunayafanyia kazi, tunatengeneza juice. Yale matunda ambayo hatuzalishi hapa tunaagiza kutoka nje, lakini ni matunda halisi vile vile kama ya kwetu hapa hivi. Kwa hivyo wasiwe na tashwishi yote kuhusu afya yao. The packaging of African Fruit is definitely unique. And we have introduced this new design. Vifungashio vya African Fruit viko kipekee kabisa. Tumekuja na aina mbalimbali hususan kwa watoto, hufurahia sana bidhaa hizi. Tuna ladha mbalimbali na za mchanganyiko. 200 ml in their hand. So it is unique and we have so many flavors.
na kwa kweli kutoka tuzindue hii package mpya tumeona soko imechangamka na mauzo pia yamekuwa mazuri zaidi, kwa sababu hii package yetu mpya ni ya kimataifa na ndio Juice peke yake ambayo inapatikana kwa ladha nyingi Tanzania. Ili kazi iweze kwenda, mifumo ya kisasa imewekwa katika ufuatiliaji. Kikubwa hapa kwenye mifumo ni kuangalia hasa ufanisi, kila kitu kipo sawa sawa. Kuanzia raw material ziliponunuliwa, zimekuja store, zimewekwa vizuri, zimetolewa vizuri. Hakuna sehemu ambapo kuna viashiria vinaweza vikasababisha hata upotevu au ubadhirifu wowote. Mpaka juice imetengenezwa, imepelekwa store, mchakato zima kuitoa store, kupeleka kwenye magari hadi kumfikia mteja. Hapo ndipo ambapo mimi naangazia zaidi. Palipo weakness najaribu kuweka hapa na kuwa very strong, kuhakikisha mirija yote tunafanyaje, tunaikata na kuweza kuongeza ufanisi zaidi. Mifumo hiyo ya kisasa imewekwa ili kuhakikisha huduma hii inamfikia mteja kwa wakati na pale anapohitaji huduma. Unajua sasa hivi dunia ipo kwenye teknolojia na sisi tupo kidigitali zaidi. Tuna mifumo ambayo tunaweza kuangalia watu wa mauzo wanatembea vipi sokoni, wanawafikia wateja. Tunaweza tukaangalia mteja huyu ametembelewa lini na amenunua lini mara ya mwisho. Kwa hiyo tunawahold accountable wale watu wa mauzo kwamba huyu mteja hujamtembelea kwa siku kadhaa na ni kwa nini na kwa vipi. Kwa hiyo tunajitahidi kila siku wanatumia mifumo pia, wanatumia zile simu zao, tunakuwa tunaangalia, tunafanya tracking kwamba ulienda umekaa dakika ngapi, umetoka umekaa dakika ngapi. Hizo tunakuwa tunafanya monitoring kila siku. Kwa hiyo muda wote mimi nikiingia kwenye mfumo naangalia huyu leo katembelea maduka mangapi, ameongea na mteja dakika ngapi. Kwa tupo kisasa zaidi, tunafanya business transformation. Mara juisi hii ikitoka kiwandani hupitia eneo maalum linalojulikana kama dispatch kwa ajili ya kusambazwa, lakini pia biashara hii hutegemeana na msimu. Ni eneo ambayo juisi ikitoka production kule inakuja hapa, kisha hapa huwa tunapakia kwenye magari yetu ambayo inasambaza mikoani, Dar es Salaam. Wateja mbalimbali hupokelewa na kupatiwa huduma kwa ufanisi wa hali ya juu. Huwa tunapokea hata wateja mikoani ambayo yote tu, kama mtu anakuja na gari yake pia ana oda zake, anaweza kuja kupakia na gari yake, haina shida yoyote. Mara nyingi ukifika unasaini, unaenda unachukua oda, unapeleka kwa system manager. Kutoka system manager unapeleka pale dispatch, unapakiliwa, ukimaliza kupakiliwa, unatoka pale unazingatia sheria za barabarani kama dereva. Ukimaliza unafika kwa mteja kwa wakati. Nashukuru Mwenyezi Mungu, hamna mteja analalamika kusema kwamba bidhaa zimechelewa sio ni hamna. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu na nashukuru sana Mwenyezi Mungu kupata kazi sehemu kama hii. Bidhaa hii ikikamilika huingizwa sokoni, na kikubwa katika masoko haya ni kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa hii kwa wakati. Chapa hii ya African Fruit ina nguvu sana, ikiwa na nembo yake ya Azam. Kikubwa ni usalama wake. Mzigo huwafikia wateja kwa wakati, na hicho kinatusaidia sana katika ushindani, lakini pia tuna njia nzuri za kutafuta masoko. Magari ya kusambaza African Fruit hufika kokote, hata panaposhindikana kufikika. Hivyo katika usambazaji wa bidhaa kumeimarika. Tumehakikisha kwamba juice ya African Fruit inapatikana pembe zote za nchi kwa ubora ule ule na kwa bei nafuu. Changamoto hazikosekani katika kila kazi. Upatikanaji wa malighafi pia nao ni changamoto wakati mwingine. Kwa hivyo vile ambavyo tunaviagiza kutoka nchi za mbali, wakati mmoja inajitokeza tukiwa na foleni bandarini, kukiwa na shida zozote baharini, tunachelewa kidogo kupokea mzigo. Lakini na sisi tunajiandaa kwamba tunaagiza mzigo kabla mzigo ambao tuko nao unakata. Kwa hivyo tunakuwa tuko sawa hata kukiwa na kuchelewa kidogo hapa na pale. Now the challenges are few major, that is competition. They are changamoto hazikosekani. Wakati mwingine masuala ya bei, bidhaa bandia unakutana nazo. Lakini tuna timu nzuri, tunahakikisha tunapambana na changamoto hizo. With our strong distribution system and strong distribution network, we are always trying to address them and overcome them.
Wateja ni muhimu sana kutokana na ufuatiliaji wa karibu ambapo mrejesho hupokelewa. Well, we have a feedback page in our social media, and of course whenever we go out in the market we take the feedback from customers and also we take the feedback. Tunapata mrejesho mkubwa kwenye mitandao yetu ya kijamii. Wateja wetu wanatupa mrejesho mzuri huku wakisifia bidhaa, vifungashio, lakini kikubwa kupata mzigo kwa wakati na kusema kuwa African Fruit inapatikana kila mahali. Whenever they go, wherever they go, if they need African Fruity, they get it. Bidhaa zetu za African Fruity zinapatikana kwa duka za rejareja na jumla pia kwa wale wanataka kununua. Nalo suala la wafanyakazi ni muhimu sana, kwani wafanyakazi zaidi ya 250 wameajiriwa huku wanawake nao wakipatiwa nafasi mbalimbali kiwandani hapo. Tumehakikisha kwamba kuna gender balance ambayo ni usawa kati ya wanawake na wanaume. Kwa asilimia wanaume wapo 60% na wanawake ni 40%. Wafanyakazi hao hupatiwa elimu ya kazi pamoja na ujuzi ili kuhakikisha ufanisi unakuwa wa hali ya juu. Kama afisa rasilimali watu na department ya HR tunahakikisha kwamba kwanza tunawapa mafunzo mbalimbali kwa wafanyakazi kama kuhusu usalama wa barabarani kwa madereva. Pia tunatoa mafunzo ya jinsi ya kuzima moto, training za fire. Pia tunatoa mafunzo ya afya, OSHA. Pia tuna mafunzo mengine ni mafunzo ya kujitambua, mafunzo ya jinsia. Sokoni nako bidhaa hii imesambaa kila kona. Na washauri wateja wetu wazidi kuongeza oda kwa wingi. Tangu tumebadilisha package, juisi imezidi kuwa na ubora zaidi, package yake ni nzuri, wazidi kutungisha zaidi, wazidi kutoa oda zaidi, tuko tayari kuwahudumia, tunao mzigo wa kutosha. Hiyo nzuri sana juisi yote hii, na wateja napenda sana juisi hiyo, na sisi napenda tu supply Azam Juice, na sisi tupenda kunauza juisi Azam African Fruit. Wito kwa biashara zangu wachukue bidhaa za Azam African Fruit. Ni mzuri, zina faida, alafu hazina malalamiko kwa wateja, si expire date, si nini. Mteja akienda lazima akichukua mara moja lazima atarudia mara pili. Watumiaji wa bidhaa hii wakatolewa wasiwasi kwani bidhaa hii inatokana na matunda halisi. Taste ya African Fruit ingaje tumeendelea kuboresha vitu, taste imebaki ni ile ile ambao walaji wetu wanasema kwamba wanaipenda. Kwa hivyo taste inakuwa ni ile ya kawaida ya matunda halisi, na hata tukibadilisha vitu, tuseme vifungashio, mashini na kadhalika, taste hatubadilishi, inabaki ni ile ile. Wanywe juisi yetu ni nzuri sana. Haina preservative yoyote, ni salama kwa mkubwa na kwa mtoto. Ningependelea kuambia wateja wetu kwamba waendelee na wazidi kutumia juisi yetu ambayo ni bidhaa ya ubora wa hali ya juu. Na asanteni sana kwa kuendelea kutumia bidhaa yetu. Mikakati mbalimbali imewekwa ikiwemo kupanua wigo zaidi katika masoko ya nje. Tutaendelea kuwa brand ambayo inaongoza kwenye ubunifu, kwenye muonekano, kwenye ladha, na pia itakuwa ni brand kubwa kwenye sio Tanzania tu. Tayari Tanzania sisi ndio wakubwa, lakini nchi jirani tunataka tushindane na zile brand ambazo tunaona ni kubwa tayari. Tuwe kwamba wakizungumzia brand hizo pia African Fruit pia inazungumziwa. Ningependa kuchukua fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa wateja wetu ambao wametuunga mkono zaidi ya miaka 10. Na mimi nawahakikishia kwamba juisi zetu zitaendelea kukua na ubora zaidi. Naomba muendelee kutumia bidhaa za Azam. Mtazamaji wa Fahari Yetu, kama unavyofahamu, kipindi hiki pia kinakuletea teknolojia mbalimbali ambazo zinatumika katika makampuni haya Bahresa. Leo hapa tuko kiwandani wanapozalisha juisi hii ya African Fruit. Ni teknolojia gani ambayo tunakuletea? Endelea kuwa nasi.
Mtazamaji wa Fahari Yetu, katika kipengele hiki cha mfano wa kuigwa, leo tunaye nani katika bidhaa hii ya African Fruity? Mtazamaji wa Fahari Yetu, na leo katika mfano wa kuigwa kwenye bidhaa hii ya African Fruity, tunao baadhi ya watendaji waliopambana kuhakikisha muonekano mpya wa chapa ya African Fruity Azam ukisambaa na kujulikana ndani na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Ningewaambia kwamba juisi yetu nzuri, imetengenezwa kwenye mazingira mazuri sana ya ubora wa hali ya juu sana. Kwa hivyo waendelee kutusupport sisi, waendelee kutumia bidhaa zetu za African Fruity. Na sisi tunawashukuru sana kwa kutuunga mkono. We are literally working for you to give you the best quality always. Support us and tunahakikisha tunampatia mteja wetu kilicho bora zaidi, na hatutaki mteja wetu awe na malalamiko. That African Fruity, from African Fruity. So just one simple word, support us, and we are always there to support you. Mtazamaji wa Fahari Yetu, hadi kufikia hapo ndo tumekamilisha kipindi hiki cha Fahari Yetu kwa leo. Kumbuka leo tulikuwa hapa Vingunguti jijini Dar es Salaam tukiangalia bidhaa hii ya African Fruit ikiwa na muonekano mpya kabisa, ambayo pia inazalishwa na makampuni haya ya Bahresa. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kuletea kipindi hiki, jina langu ni Rehema Salim. Shukrani sana, lakini usiache kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii @official Bahresa Group. Asanteni.